sio kila dalili ya mimba ni mimba. Sasa iko hivi, hichi kitu nataka kukielewa. Kabla sijaenda kukuelezea kiundani, unaweza kubonyeza alama ya kujumlisha ili tuendelee kujifunza zaidi. Dalili ya kwanza ambazo unaweza kuzipata ya kwamba inakuwa ni dalili ya ujauzito lakini sio ujauzito, ni kwamba unaweza kupata dalili zote za ujauzito. Aidha unapata kichefuchefu, unapata mchoko sana, unaanza kupata changamoto ya kutapika. Hizi zote ni moja ya kitu ambacho unaweza kuwa unazipitia. Dalili zote za ujauzito unazipitia, lakini tu ukichukua tu uamuzi wa kwenda kupima, unakuta hauna changamoto au hauna ujauzito wowote. Sawa? Sasa hii inaweza ikawa inasababishwa na wale wanawake ambao tayari aidha wanakuwa wameshatumia uzazi wa mpango kwa mfululizo. Haikatazwi kutumia uzazi wa mpango, ila unatakiwa kujua ni uzazi gani ambao unatakiwa kutumia ambao hautokuletea madhara. Kama unatamani kujua ni uzazi gani ambao wa mpango unatakiwa kutumia na usikuletee madhara, niulize kwenye comment, alafu video ijayo nitakujibu. Lakini inaweza kuwatokea wale wanawake ambao vichocheo vyao vimevurugika, maana yake wanakuwa na hormone imbalance. Sasa unapokuwa na hormone imbalance, hizi changamoto unaweza kuzipata zote. Unaweza kupata changamoto hizi ambazo nimekutajia hapo. Sasa hakikisha ukipata changamoto hizi unachukua uamuzi mzuri wa kwenda kupima na kufanya uchunguzi wa afya yako, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa ukawa unapitia changamoto ambazo zinaweza kuleta athari kubwa zaidi kwenye mfumo wako wa uzazi. Hakikisha unanifollow ili uweze kupata update mbalimbali za video ambazo nimekuandalia, lakini share kwa wenzako kama una swali lolote ambalo unahitaji kuniuliza. Lakini kama una changamoto yoyote, unaweza kanitext ili niweze kujua changamoto yako na kuweza kukupa ushauri au matibabu sahihi.